Jamani, kuna ujumbe ambao Mungu aliutuma na anataka wafikie watu wake, ambao Mungu aliutuma kwa njia ya ndoto au maono. Ilikuwa ni muda mrefu kidogo, tarehe 27 mwezi wa 6, ambapo Mungu alileta ujumbe huu, ambapo wakati nikiwa nimelala nitausoma kama vile ambavyo Mungu alinipa neema kuandika. Nilikuwa nimelala na Bwana akaleta maono au ndoto. Nilikuwa mahali ambapo kulikuwa na mtu niliyemwona kuwa ni mimi, nilimuona kama mganga. Nilivyomuona kama mganga, mtu huyo alikuwa akitaka watu wenye matatizo wajitokeze ili atatue shida zao, kama vile ambavyo watumishi wa Mungu pia wao anataka mtu ajitokeze mbele ili akusudi aweze kufanyiwa maombi, kama kuna changamoto aweze kutatuliwa kwa njia ya maombi. Lakini sasa mtu huyo mimi nilimuona alikuwa kama mganga. Mtu huyo alikuwa akitaka watu wenye matatizo ajitokeze. Akajitokeza mmoja. Huyo mtu akajitukuza, ambaye sasa ndo huyu mimi nilimuona kama mganga, ambaye alikuwa kama mtumishi wa Mungu. Akajitukuza akasema kwamba ana uwezo wa kutatua shida kubwa zaidi ya shida za yule mtu ambaye amefanyaje, alikuwa amejitokeza. Huyo mtu akadai kwamba kama kuna mtu mwingine mwenye matatizo ajitokeze tena. Akadai kama kuna mtu mwenye matatizo ambaye ana matatizo tena ajitokeze, lakini hakutokea mtu. Ndipo akaanza kufanya huduma kwa yule mtu aliyejitokeza, akamweka kwenye pipa. Umeona? Akamweka kwenye pipa. Alivyomweka kwenye pipa, akaanza kuongea maneno mengi kama vile ni maombi. Niliona kama vile ni ya kiganga, lakini alianza kutamka hadi jina la Yesu Kristo. Nikasema kumbe hapa ni sehemu salama, ni kama kanisani, kwa kuwa jina la Yesu linatajwa pia. Tulikuwa watu kadhaa, lakini namkumbuka kaka yangu, huyu ndugu yangu, yeye akatoka baada ya muda akaniacha mimi pia. Baada hapo nikatoka. Nilipotoka ni kama nikafunguliwa macho katika roho. Nikamwona ndugu yangu ambaye alikuwa ametangulia kutoka kabla yangu. Katika uso alikuwa na chapa ya devil worshiper. Alikuwa na chapa ilikuwa imeandikwa kwa Kiingereza hivi devil worshiper. Kwa Kiingereza hivi yenye maana ya muabudu shetani. Maana ya devil worshiper muabudu shetani kwa Kiswahili, lakini ilikuwa imeanza kufutika tayari kwa sababu alikuwa ametoka katika nyumba ile ya ibada. Kwa hiyo baada ya kutoka kwenye ile nyumba, ile chapa ikawa mimi nilikuta inaanza kufutika, na ilikuwa imeanza kufutika. Kwa hiyo baada ya kuona haya maono, sikuweza kusahau kwa sababu ulikuwa ni ujumbe mzito sana kwa watu wake. Mungu alikuwa na ujumbe mzito sana kwa watu wake. Na Mungu baada ya kuleta hiyo ndoto akanipa uelewa kwamba mtu yote ambaye anaabudu kwenye madhabahu za kishetani, maana yake kwenye ulimwengu wa roho, ana devil worshiper. Ukiangalia yule mtu alikuwa ni kama mganga, ingawa alikuwa amejitambulisha kama ni mtumishi wa Mungu, lakini Mungu alifunua macho yangu katika roho, alikuwa sio mtumishi wa Mungu, alikuwa ni kama mganga. Kwa hiyo kuna watumishi wengi ambao ukiangalia makanisani, ukienda makanisani, kwenye makanisa yao au kwenye madhabahu zao, wanaonekana ni watumishi wa Mungu, lakini sio watumishi wa Mungu wa kweli. Ni watu ambao wanamtegemea shetani, ingawa wanalitaja jina la Yesu Kristo. Na ndio maana Mungu alionyesha kwamba ulimwengu wa roho anakuwa anakuombea, lakini kumbe alikuwa amemweka kwenye pipa. Maana yake unaweza kuwa unaona unaombewa hivi, lakini kinachotenda kazi hapo, jina la Yesu ndio linatajwa, lakini inayotenda kazi mahali hapo ni nguvu ya giza. Na Mungu ujumbe huu alivyonipa, akasema alinipa ujumbe huu kwamba mtu yoyote ambaye anaabudu kwenye madhabahu ambazo sio sahihi, madhabahu za kishetani, madhabahu ambazo wanategemea ambazo ni za kinabii ndio au ni za kichungaji ndio, lakini bila kujua kumbe hao waganga au wachungaji wao au manabii, nguvu wanayoitumia sio nguvu ya Mungu.
Maana yake Mungu alithibitisha kwamba mtu anayeabudu mahali hapo hawezi kuingia mbinguni, kwa sababu neno la Mungu linasemaje? Linasema hivi, ilipo sadaka ya mtu ndipo na moyo wake ulipo. Kwa hiyo mahali unapotoa sadaka, ujue kwamba unapotoa sadaka na unakuwa umejikabidhisha nafsi yako au moyo wako kwenye hiyo madhabahu. Neno la Mungu nasema ilipo sadaka ya mtu ndipo na moyo wake ulipo. Kwa hiyo unapotoa sadaka eneo hilo, maana yake na moyo wako ndipo unapokuwa upo mahali hapo. Moyo wako unakuwa upo kwenye hiyo madhabahu. Na kama ni ya kishetani, maana yake unakuwa umejiunganisha na shetani pasipo kujua. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana. Ni mtumishi gani ambaye una ushirika naye? Ni madhabahu gani ambao unaabudu mahali hapo? Uwezo ukajua, huenda ni madhabahu za giza, huenda ni madhabahu za kishetani. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana. Ni ujumbe ambao Mungu anataka tuwe makini na madhabahu tunazozichagua kuabudu mahali hapo. Nyingine sio madhabahu za Mungu. Ndio maana yeye Mungu anasema kwamba ngozi ya kondoo lakini ndani yao ni mbwa mwitu. Kwa hiyo na hapa alikuwa anazungumzia watumishi wa Mungu kama utakavyoona kwenye maandiko hapo. Kwa hiyo tuwe makini na madhabahu ambazo tunazichagua. Nyingine ni madhabahu za shetani, madhabahu za mbwa mwitu. Ni mashetani lakini wanatumia jina la Yesu. Ni mashetani, ni waabudu shetani hao watu, lakini wamejivika cheo cha utumishi wa Mungu. Kwa unapoabudu kwenye madhabahu zao au unapokuwa na ushirika nao wa kimadhabahu, Mungu alinipa ujumbe kwamba unakuwa una alama ya muabudu shetani, na unapotoka hiyo alama inafichika. Kwa hiyo ni ujumbe ambao unatakiwa uwe makini sana. Toka kwenye kanisa la uongo, makanisa ya uongo, jamani tuwe wa kweli tu. Makanisa mengi ya manabii, makanisa mengi ya kinabii, hasa sisemi manabii wote, hapana. Kwenye Biblia pia kuna manabii, lakini labda kwa ajili ya kukuambia tu kweli ili uweze kupona. Nyie ambao mnaabudu kwenye makanisa kama kanisa la madhabahu ya Mwamposa, kweni makini sana. Ninyi ambao mnaabudu kwenye madhabahu ya Kuanimsa, kweni makini sana. Nyie ambao mnaabudu kwenye madhabahu ya Jodevi, kweni makini sana. Nyie ambao mnaabudu kwenye madhabahu ya manabii, wapo wengi sana. Kuhanimsa, Mwamposa, Suguye, kweni makini sana. Au ni manabii wa uongo. Na unapoabudu kwenye hiyo madhabahu, nakwambia hata ujitakase vipi, wewe mtakatifu kiasi gani, lakini mbinguni hautaingia, kwa sababu hizo ni madhabahu za shetani mwenyewe. Yaani wale ni mawakala wa shetani. Ni madhabahu za shetani mwenyewe. Kwa hiyo unapokuwa kwenye hizo madhabahu, unakuwa umejiunganisha na shetani, na unapotoa sadaka unashiriki kwenye hiyo madhabahu. Wewe ni unatuma sadaka mtandaoni, haijalishi wanaponya, hata waganga wa kienyeji wanaponya pia. Haijalishi mahali hapo kweli umefanikiwa kiuchumi. Hata waganga wanatoa ndagu. Wanawapa watu ndagu, wanafanikiwa. Kwa hiyo usifikiri kwamba shetani hafanikishi. Hata Yesu mwenyewe, shetani alikuja akamjaribu akamwambia, ukinisujudia na kunitumikia nitakupa vitu vyote hivi vyo urithi wako. Kwa hiyo maana yake hata shetani pia ana mali, ana uwezo wa kutoa, na ndio maana watu wanaua watu wanapata hela. Watu wanaenda kwa waganga wanafanikiwa. Watu wanaenda Freemason wanafanikiwa. Kwa hiyo hata kuna madhabahu ambazo shetani ameamua azigeuze zionekane kama kwamba ni za Mungu, ili azivune nafsi nyingi ziende motoni, ili avune watu wengi waende kuzimu, kwa sababu amejua kwamba watu wengi wanavutwa na shida. Kwa hiyo shida zinawafanya watu wengi waende kwa Mungu. Shida pia zinawafanya watu wengi waende kwa shetani. Ukiangalia watu wengi walio maskini, shida zimewafanya waingie kwa shetani, kwamba akiona yeye ni maskini, shida ile ya umaskini alionayo inamsababisha aende kwenye madhabahu za kuzimu, kwenda kutafuta ndagu. Lakini pia shida zinawavuta watu kwa Mungu. Mtu akiwa anaumwa anaweza kaenda kwa mchungaji akaombewa, na ikawa ni chanzo cha wokovu wake, akamrudia Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa shetani ametambua hilo, ameweka madhabahu nyingi sana za kishetani. Uwe makini sana nao manabii niliyokutajia, na wengine ni wengi sana ambao siwezi nikakutajia. Ni wengi sana, wengine hata hawajulikani, wengi sana.
wanaonekana ni wazuri kweli, hata ukiwa wanacheka na wewe, wanakutamkia neno la Mungu, lakini nataka nikwambie unakuta ni madhabahu za giza. Kwa hiyo uwe makini sana. Na baada ya kusema hivyo, nadhani kama ni wakusikia umesikia. Mungu akubariki. Wacha niombe. Baba, katika jina la Yesu naomba ukamguse huyu ambaye amesikia neno lako, ukampe neema Bwana aweze kuingia ufalme wako. Mjalie neema ya kutoka kwenye madhabahu ya uongo na kuingia katika madhabahu yako ya kweli, kwa kuwa wewe ni Mungu mkombozi ambaye haupendi tuangamie, katika jina la Yesu. Amen. Basi Mungu akubariki. Amina.